Mwanaume mmoja alitaka kumtupa mtoto ndani ya mto. Rostam aliyekaa jirani na mto alimwona na kumwambia, kaka vipi, unataka kufanya nini? Mwanaume akasema, ina maana huoni nataka kumtupa mtoto ndani ya mto. Rostam akamuuliza, kwa nini unataka kumtupa mtoto ndani ya mto? Huyu si ni mtoto wako au ni mtoto wa mtu mwingine? Mwanaume akasema, ndiyo ni mtoto wangu na namtupa kwa sababu nimeamua kumtupa. Wewe na kuhusu nini? Rostam akasema, kaka kumbe mtoto ni wa kwako alafu unataka kumtupa ndani ya mto. Kwani shida ni nini? Mtoto ana tatizo gani? Mwanaume akasema, nimehangaika kwa miaka 4 na nimeomba sana katika kila dhehebu, lakini nini kimetokea? Nimeletewa mtoto wa kike badala ya mtoto wa kiume. Rostam akasema, kaka unaongea nini? Yote ni mipango ya Mungu, anakupatia anachoamua kukupatia. Hata hivyo jione mwenye bahati sana kupata mtoto wa kike. Mtoto wa kike ni tunu ya familia. Mwanaume akasema, sitaki ushauri wako, mimi nishakwambia sitaki mtoto wa kike, kwanza endelea na mambo yako. Rostam akasema, basi tufanye kitu kimoja kaka, naomba unipatie huyo mtoto kama wewe umtaki, mimi nitamlea, maana sioni kosa lake mtoto huyu, maana kama ukimtupa nitakwenda kushitaki polisi. Mwanaume huyo alimpatia Rostam mtoto kisha akasema, sasa sikiliza, sitaki nikuone mbele ya macho yangu tena na huyo mtoto, na sitaki nisikie kwamba umekwenda kunishitaki polisi, kwa sababu mimi sitaki mtoto wa kike, nataka mtoto wa kiume. Baada ya kuongea hivyo mwanaume aliondoka. Rostam alimchukua mtoto na kumkumbatia kwa upendo. Aliporudi nyumbani na mkeo alipomwona mtoto akamuuliza, mbona una mtoto? Mtoto wa nani kwani? Rostam akasema, sijui. Mke, una maana gani? Rostam akasema, babake alitaka kumtupa mtoni eti kwa sababu tu hataki mtoto wa kike, anataka mtoto wa kiume. Nilimzuia sana asimtupe mtoto na kujaribu kumwelewesha, lakini hakunielewa, akasisitiza kwamba anataka kumtupa. Nikamwambia basi anipe mtoto mimi nikamlee. Mkewe akamwambia, Rostam, unajua hali yetu ya kimaisha, tuko vibaya sana na wewe huna hata kazi, na unajua sio rahisi kumlea mtoto, kuna gharama nyingi zitahitajika, na bado atahitaji kwenda shule, na shule ni gharama. Unadhani tutafanyaje katika hali yetu hii? Rostam akasema, usijali, Mungu atatusaidia na tutamlea vizuri. Lakini ghafla simu ya Rostam ikaita. Akasema, hebu mchukue mtoto mara moja, simu yangu inaita. Ilikuwa simu kutoka kwa wakili. Rostam akasema, ndiyo bwana wakili. Wakili akaongea maneno yaliyomfurahisha sana Rostam. Akasema, hii ni taarifa njema, nitakuja kukuona baada ya jioni. Baada ya kukata simu mkewe akamuuliza, ni nani amekupigia? Rostam akasema, ile kesi ya viwanja iliyokuwa na unguruma kwa miaka 5, tumeshinda kesi. Jaji amesema vile viwanja sio mali ya serikali tena, bali ni mali yetu sisi. Sasa umeona, mtu mmoja alisema mtoto ni baraka ndani ya nyumba. Sasa unaona baraka zilivyotufuata baada ya kumchukua mtoto huyu, na bado tutapata milioni 50 za usumbufu. Kwa kutumia pesa hizo tutamlea vizuri sana huyu mtoto. Mkewe akasema, kweli kabisa mme wangu, mtoto ni baraka ndani ya nyumba. Leo nakubaliana na wewe kabisa. Yaani kesi iliyotusumbua kwa miaka mingi eti tumeishinda baada tu ya mtoto huyu kuingia ndani ya nyumba yetu. Sasa tutamtunza vizuri na kumpa malezi bora, tutampa pia elimu bora ili awe msomi mzuri, lakini pia tutamfanya asijue kuwa hatukumzaa sisi, siku zote ajivunie kuwa sisi ni wazazi wake. Tutampa malezi bora kama sisi ndo tuliomzaa. Uko sahihi kabisa. Mimi nilikuwa na wasiwasi kabisa kuwa hatutoshinda tena hii kesi, lakini ujio wa mtoto huyu kila kitu kimekaa sawa. Lakini ghafla mtoto alianza kulia. Mkewe akasema, mtoto analia, ngoja nikamtengenezee maziwa. Rostam akasema, sawa nenda. Akabaki na tabasamu kwa furaha.